Hello, habari na karibu kwenye tutorial yetu ya Smart Biashara ERP. Nilikuelekeza kwenye video ya kwanza jinsi ya kuweza kutengeneza account, jinsi ya kuweka product, na niliweka product ya Coca-Cola na nikaongeza bidhaa nyingine peke yangu ya mchele 3K ambayo nakuwa naiuza kwa shilingi 3000 na zipo kilo 50 na Coca-Cola ziko pisi 20. Unaweza kuweka bidhaa zako pia. Kama unataka tukufanyia importation ya product nyingi, basi ziweke kwenye Excel, weka jina la bidhaa, bei ya kununulia, bei ya kuuzia na idadi ambayo ipo, sisi tutakufanyia importation automatic. Sasa hatua inayofuata ni jinsi ya kuweza kurekodi mauzo ya hizi bidhaa ambazo tunazo. Mauzo tunaenda kurekodi kwenye sehemu inayoandikwa post hapa juu kulia, ambapo utakliki hapo. Ukisha click kwenye post itafunguka uwanja ambao tuna rekodi mauzo, ambao kwenye cash in hand hapa nitakushauri bonyeza 0 halafu open register. Ukisha open register utafunguka uwanja ambao unaweza kurekodi mauzo. Sasa kurekodi mauzo ni simple, wala haina mambo mengi. Nikatokea mteja kaja anataka Coca-Cola, unabonyeza Coca-Cola, itakuonyesha pale Coca-Cola ya 1000, ametaka moja inauzwa shilingi 1000. Akisha kulipa bonyeza cash. Ukibonyeza cash inakuja receipt nzuri ambayo unaweza ukaiprint ukamtumia au ukacancel ili uendelee kurekodi mauzo mengine. Akaja mteja mwingine anataka mchele wa 3000 ambao labda anataka kilo 5. Basi utabonyeza mchele, na mchele hapa inavyoonekana hapa ni kilo 1. Akitaka kuuza labda kilo 5 unabonyeza 1 2 3 5. Kilo 5 inabidi alipe shilingi ngapi? 15. Basi amelipa 15. Ukipokea hela una click cash. Hapo sharekodi mauzo ya pili. Ikatokea kaja mteja mwingine anataka soda labda 2 na mchele kilo 10. Basi unaweza kubonyeza hapa mara 2, 1 2, automatic hapa inaongezeka. Anataka na mchele kilo 10, unaweza kubonyeza mara 10, 1 2 3 4 5. Kumbuka kila nikibonyeza na hapa inaongezeka. Unaweza kaongezea hapo au kabonyeza kidude cha kujumlisha, kipo hapa kulia. Kwa hiyo mauzo haya jumla huyo mteja inabidi alipe shilingi 1032. Basi amekulipa 1032, una click cash. Kumbuka kila tunapokuwa tunarekodi mauzo inaenda kupunguza stock automatic. Kwa hiyo tunakuwa na uhalisia wa kuweza kujua tuna bidhaa kiasi gani. Sasa ikitokea labda una bidhaa nyingi, hauwezi kuzisearch hapa kulia, unaweza ukaenter hapa ukaweka jina la bidhaa. Mfano nikiandika Coca, automatic itakuja chini Coca hii hapo imejilisti. Mfano nikaandika labda mchele kama nao, andika tu mchele, automatic itajilisti kwa chini hapo. Kwa hiyo mteja ataka kabla Coca 3 na mchele kilo 3, itabidi alipe 12,000. Amenilipa, nimeclick cash, mfumo usharekodi mauzo yote. Kwa hiyo hivyo ndo jinsi mfumo unavyokuwa na rekodi. Ukitaka ujue yale mauzo sasa kwa siku umepata kiasi gani, unakuja hapa, kuna hiki kialama kimekaa kama cha kurewind, unakibonyeza kinakupeleka back, kinakutoa kwenye POS, maana tulikuwa kwenye POS. Sasa hapa inatuonyesha kwamba alikuja mteja tukamuuzia bidhaa 1000, mteja tukamuuzia bidhaa 15,000, 32,000, 12,000. Jumla tumepata shilingi ngapi hiyo siku? Tumepata 60,000. Hiyo ndo list ya mauzo ambayo tumeifanya kwa siku ya leo husika. Hata tukienda home nyumbani hapa tunaona kabisa mauzo yetu ya shilingi 60,000 hapo. Kwa hiyo hivyo ndo jinsi rahisi na jinsi nzuri ya kuweza kurekodi mauzo. Naweza nikaenda kwenye sell, nikaenda kwenye all sales hapa, nikaangalia mauzo yote ambayo nimeyarekodi ndo haya hapa. Nikirefresh inakuja vizuri. Labda nikitaka kujua nimeuza nini na nini, kwa mfano huyu 12,000 nimemuuzia nini, na bonyeza action alafu view. Inaniambia bwana huyu nimemuuzia Coca-Cola 3 na mchele kilo 3. Okay, ndo maana imekuja 12,000. Hiyo inatokea pale ukiwa unataka ukague. Huyu 32,000 nimemuuzia nini? Action na view inanionyesha kabisa nimemuuzia Coca-Cola 2, mchele kilo 10, amelipa shilingi 1032. Una close. Hivyo ndo jinsi ya kuweza kurekodi mauzo kidijitali. Hauhitaji tena madaftari. Kwa hiyo kama unahitaji maelezo zaidi, kama unataka 1-to-1 tutorial, naweza ngakufanyia online au naweza ngakutembelea kwenye biashara yako, basi piga simu namba 0749 900 nitakutokea kwenye biashara yako, nitakusaidia kupata mfumo na nitakuelekeza namna gani ya kuweza kutumia mfumo. Tutorial inayofuata ni jinsi ya kuweza kurekodi matumizi, so stay in touch. Ingia kwenye tutorial nyingine
kompyuta yako iache wazi, jaribu na mimi, nenda taratibu, tutafika. Asante.